Habari za wakati huu, wadau wa Malocho TV. Mimi kwangu ni njema, lakini kama ilivyo kawaida, panapokuwa na jambo basi tunakuwa pamoja katika kujadiliana na kutaka kujua kile ambacho kinachoendelea na kuweza kupata tafsiri mbalimbali. Niliyokuwa mbele yako, mkuu wa kaya, mwanafasihi wa Kibantu au mwanafalsafa wa Afrika. Kuna kitu ambacho kimeenea katika social media, katika mitandao ya kijamii ambacho kinachohusiana kati ya wasanii lakini pia pamoja na washabiki. Mimi niko tofauti kidogo kimtazamo kulingana na kile ambacho kinaongeleka na baadhi ya watu ambao wanaelezea katika mtazamo wao. Kuna baadhi ya wasanii ambao au baadhi ya wasanii ambao wameshtumiwa kuonekana kwamba katika harakati zao, katika kazi zao za kisanaa kujiingiza katika mambo ya kisiasa, na kuna maisha mengine ambayo pia yapo au kauli zingine ambazo zinazotumika imechangia kuonekana baadhi ya washabiki wakidai kwamba hatuna sababu sasa ya kusikiliza kazi za wasanii, hivyo tutaenda kuwajibika katika kufanya kazi kwa sababu ya moja ya kauli ya Diamond Platnumz ambaye alizungumza kwamba hakikisheni mnafanya kazi vijana, kwa sababu kila tunachokimiliki ni kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo baadhi ya washabiki kuwalalamikia wasanii katika mambo mawili. Jambo la kwanza kubwa, kulingana na kauli ambazo wanazozitoa kwa sababu ya umaarufu wao, ambazo wakati mwingine zinawataki baadhi ya washabiki, lakini pia kitu cha pili ni namna ambavyo wao wanavyoingia katika mambo ya kisiasa na kufanya shughuli zao za kisiasa tofauti na baadhi ya wasanii wengine katika mataifa mengine. Sasa mimi katika mambo mengine, lakini pia yote kwa yote kinachoongeleka sasa kwa jamii kwamba kwa nini wasanii wanatengeneza nyimbo pia wakati mwingine sio mzuri, ambazo hazina maadili, na tunaangalia kwenye TV kwenye hiko, lakini ukubwa tu ni kwamba hakuna msanii yoyote ambaye ana sababu ya kutoka hadharani na kwenda kuwaomba radhi washabiki kwa madai kwamba wao wamegomea kusikiliza kazi au kusubscribe katika baadhi ya channel zao na kujaribu kuwafuatilia, kwa sababu sanaa ni kitu ambacho kinachowakilishwa na mtu yoyote ile, na kila aliyekuwa na kipaji cha kufanya, uwezo wa kufanya, alifanya katika talanta yake. Kwa hiyo na pia hata hao wadau ambao wanaosikiliza muziki wanasikiliza muziki katika nafasi zao, yaani hawasikilizi muziki kama ni sehemu moja wapo ya kazi au ya kuajiriwa ama ya kujitolea, bali ni sehemu ya wao, kama ni sehemu pia ya pati ya maisha yao, katika namna ambavyo wao wanaweza kuburudika, wakati mwingine interest zao kuweza kuziweka sawa, na wengine wanaguswa na mashairi ya baadhi ya watu wengine ambao wao ni wasanii katika maisha yao ya kawaida, ambayo pia nawajengea jamii wakati mwingine kujifunza baadhi ya mambo. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuomba radhi kwa wasanii, kuona kwamba jamii tunaombeni radhi msikilize kazi zetu. Lakini pia kuna kitu kimoja ambacho kinajadiliwa na baadhi ya watu, kuonekana kwamba wasanii wanatengeneza nyimbo au maudhui ambayo hayana maadili. Mimi nitaki kusema tu kwamba katika sanaa hakuna kitu kisichokuwa na maadili, na hakuna msanii ambaye ametengeneza nyimbo unaweza kaisema nyimbo hii haina maadili, lakini inawezekana sio nyimbo hazina maadili, ila bali ya vyombo vya habari ndizo vyombo hivyo havina maadili, kwa sababu tunafahamu siku zote baadhi ya nyimbo zipo katika mlengo wa aina fulani. Kuna nyimbo ambazo zina mlengo wa umri wa watu kuzisikiliza ama kuziona hata video zake. Sasa unakuta chombo cha habari hiko cha media ambacho kinachoaminika, inaweza ikawa ni radio au TV, saa 7 saa 8 mchana inaplayiwa Bongo Flava, ambapo watu watakuwa wapo na wazazi wao au familia watakuwa wamekaa kutazama TV, lakini wanachoenda kukitazama ni kile ambacho kinasadiki namna ambavyo wao wanaeleza masuala ya kimahaba. Ni nyimbo ambayo unaweza ukatamani, au ni nyimbo ambayo inaweza ikatazamika kipindi cha usiku watoto wamelala. Sasa hii ni moja ya changamoto pia, lakini unakuta kijana huyo au mwanajamii huyo au mshabiki huyo anayelalamika nyimbo hizi za wasanii ni mbaya, unamkuta yupo kijiweni anaplay nyimbo ambayo inaeleza mahusiano au mapenzi au kitu ambacho kinachoendana na masuala ya unyumba la ndani, anaweka saa 7 mchana. Sasa ukitazama, si tu kwamba yeye ndiye ambaye anayesababisha hivyo, lakini anayesababisha hivyo ni nani? Wanaopotosha jamii kwenye kazi za wasanii ni wanajamii wenyewe, kwa sababu kinachoimbwa na msanii ni kile ambacho kinachotokana na jamii katika mgawanyo wa maisha yao.
kile ambacho kinachotokea katika mashughuliko ya kazi zao za kila siku, lakini katika maisha yao ya kila siku, katika nyakati zao za mahaba yao. Sasa wewe unasikiliza nyimbo za mapenzi au nyimbo ya mahaba ya ambayo kusikiliza saa 5 saa 6 unakuja kuiplay mchana hadharani kijiweni, alafu unasema wasanii wa siku hizi hawa. Hivi ni wasanii wa siku hizi au ni wasikilizaji wa siku hizi? Kwa sababu sijawahi kusikia kipindi cha protocol au kipindi cha mahaba au cha malavidavi kikawa saa 7 mchana. Kwa nini kinakuwa saa 4 saa 6? Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kipindi ambacho kinachowalenga watu wenye umri huo ambao wapo katika mahusiano, kipindi ambacho watoto wamelala. Sasa imagine kwamba leo nyimbo za wasanii wa Bongo Flava ionekane kwamba wanazoimba za mahaba hazina maadili. Si kweli, ila vyombo vya habari vinatakiwa virudi kujitathmini kwamba ni nyakati gani, nyimbo gani zinahitajika ziwe zinatumika katika jamii, kwamba nani wakati gani, wakati wa mchana ni nyimbo gani, wakati huu ni nyimbo gani. Lakini pia hata wewe ambaye ni mshabiki, ni mdau, unempenda mshabiki wako, kuna nyimbo ambayo unaweza ukaplay kuona kwa wakati huu sio wakati sahihi wa kuiplay hii nyimbo ambayo hata mtoto hapaswi kuisikiliza. Ni maneno ambayo natakiwa mimi nikiwa nimerudi nyumbani katika mihangaiko yangu, nimeweka katika flash yangu au katika CD yangu au katika simu yangu, nimedownload na my love wangu niko ndani, naweza nikajaribu kupitia kile ambacho mimi nimeamua kupata muda wa kupumzika. Kwa hiyo msanii anatoa kile ambacho jamii wako nacho katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo wewe unayekichukua kile kitu kukipeleka hadharani, ndio unayetukana, ndio unaleta matusi. Mzazi anayemuozesha binti yake kwa mume haimaanisha anamwambia nenda ukatende ile tendo hadharani, bali stala ni wale wanandoa wanakoenda kwamba nimeshakupa ridhaa, huyu ni mke wako kuanzia sasa na ni ridhaa yako kumtumia, lakini hakwambii nenda kamtumia hadharani, ila hilo stala ni ya kwako yeye, iko kitu akimuhusu. Sasa mimi nafikiri katika jambo hili ambalo linaendelea, nimezungumza vitu vitatu ambavyo katika ufafanuzi tofauti. Swala la kwanza kuhusu masuala ya media, ambapo pia wanapaswa kuhakikisha kwamba nyimbo wanazozicheza na kuzionyesha kwenye runinga zao zizingatie muda na nyakati sawa na maudhui. Jambo la pili, washabiki pia, ambapo wanapotaka kusikiliza nyimbo hizo za wadau wao au wasanii wao, waangalie mazingira waliokuwa nayo. Hiyo nyimbo ina mlengo gani? Huwezi ukaplay nyimbo ya mapenzi hadharani mbele ya wanaume muzio, unayembembeleza hapo ni nani? Wakati hizo nyimbo ni nyimbo za mahaba za kusikiliza usiku na mwenza wako, ikiwa kumbembeleza kama vile ambavyo ilivyo. Lakini jambo la tatu, tukazungumza kuhusiana na suala la wasanii kuomba radhi. Hakuna msanii aliyekosea na hakuna sababu ya kuomba radhi. Asanteni sana kwa kunisikiliza na karibuni sana katika channel yetu ya Malocho TV. Karibu sana, comment, share na subscribe ili uweze kupata vitu vingine zaidi. Asanteni sana.